Yes, bwana mtazamaji wa Sanga TV, karibu sana tuweze kuzungumza mengi ya kimichezo. Mbele yako nipo na Ticha GB 64. Ndani ya Simba sasa hivi mashabiki wenyewe kwa wenyewe wameanza kutuliana mapopo. Leo imefanyika press, lakini pia tunataka kujua GB anazungumza nini kwa kila ambacho kimezungumzika upande wa leo na kina hili ya Simba. Uko vizuri? Bwana fresh kabisa. Naona kokoto limekaa ndugu yangu. Mimi niko vizuri. Tupo na Simba yetu tunasikiliza yanayojiri. Hali ya Simba unaiona sasa hivi? Hali ya Simba iko shwari. Ila mashabiki ndio wana mivutano ya hapa na pale. Mashabiki mna mivutano? Wao wana mivutano. Mimi sina mvutano na mtu. Yaani mimi niko kwa ajili ya Simba. Na nitaendelea kupambana na Simba yangu. Na sisikilizi maneno ya mfamaji. Mimi ninachofuata sawa, Simba inahitaji nini? Simba niihudumie vipi? Kwanza Simba, mambo mengine baadaye. Kwa hiyo mimi sina mvutano na mtu yoyote. Umeelewa? Mimi ninachoangalia Simba inahitaji nini kwa muda huu. Kuanzia hapa, mashabiki ambao hawapo mitandaoni, hawa sio kweli sana. Mashabiki wa kawaida kabisa wanasema hii mivutano kati ya hizi timu mbili, maana tayari kuna kama timu sasa, wale ambao wanatetea upande wa mwekezaji na mzabuni wameshawagawanyisha hivyo. Sasa mashabiki wanasema ni kama inaivuruga Simba. Lakini tuanzie kwenye kile ambacho kimezungumzwa pale mbele Yanga na Mwingi. Umekisikiliza, lakini pia baada ya kukisikiliza umetafsiri vipi? Hapa ndo unatakiwa unapata mshabiki bora, sawa Mshabiki bora maana yake ni mshabiki ambaye mwenye akili timamu, yaani kichwa chake ndio kinatakiwa kiwe serikali yake. Anatakiwa ajue jinsi gani ya kuchuja mambo instead of otherwise, na yeye ataingia kwenye dimbwi ambalo linaenda kuiangamiza nini Simba Sports Club. Lakini kwa mshabiki mwenye akili timamu, sikiliza huku alafu ndio ukatoe nini judgment kwamba nani yuko sahihi. Si umeelewa? Nani yuko sahihi? Kwa sababu tayari hawa mainfluencer wamegawanyika pande mbili. Kuna upande wanatetea upande wa uwekezaji, kuna upande wanatetea upande wa nini? Upande wa Simba Sports Club. Mimi sisemi wanamtetea mzabuni. Wanatetea upande wa Simba Sports Club. Kwa sababu mzabuni yeye anasimama kwa ajili ya maslahi ya Simba. Sawa na maslahi ya kwake yeye. Si umeelewa? Kwa hiyo unapomgusa negatively, maana yake wewe sasa unataka usimamie maslahi ya mtu fulani. Si umeelewa? Kwa hiyo mshabiki sasa yeye anatakiwa aangalie, achuje huku na huku. Hata Mwenyezi Mungu siku anayotaka kuhukumu akupeleke motoni au peponi, huwa mara nyingi anaweka kwenye mizani. Ndio maana ukaambiwa alimizana hapo. Sijui umeelewa? Yaani anaangalia upande gani umeelemea, upande wa kushoto au upande wa nini? Wa kulia. Hata mahakama inapotaka kumhukumu mtu, sawa inaangalia upande wa mashtaka na upande wa nini? Uloshtaki. Alafu kuna mashahidi, wanatoa ushahidi. Alafu ndio unaangalia sasa wapi ambapo upande ulipoelemewa. Basi kama upande wa utetezi umeelemewa, maana yake upande uliotoa mashtaka umefuzu. Kwa hiyo moja kwa moja huyu mtu ataenda jela. Lakini kama upande ulioshtakiwa umetoa ushahidi mzuri, ukawa umeshinda sehemu ambayo uloshtaki, basi huyu mtu atakuwa yuko uhuru, itakuwa dismiss case. Kwa hiyo mashabiki wanatakiwa wawe na akili timamu, waangalie pointi za kila mtu anazofanya nini, anazoziongea. Na hapa ndipo tunapopata Simba bora na tunapata mashabiki bora wa Simba. Kwa sababu mashabiki bora wa Simba, mashabiki ambao wanaaju, yani wanapima, wanaangalia, wanazungumza kilichojiri ndani ya Simba na kuweka kwenye mizani na kupata conclusion. Sawa, mpira ni science. Si umeelewa? Kwa hapa lazima ukae kiscience. Lazima ujiulize swali. Kwa nini Muhindi, kwa nini Mzee Malinyo, kwa nini hawa watu wameongea hili? Si umeelewa Kwa nini GB 64, Dr. Mo, Mandala, Mnandi wameongea hili? Alafu pale sasa ndio utapata nini? Utapata kipimo sahihi. Ndio utajua kwamba upande gani umeelemea wapi, upande gani uko sahihi. Zile ambazo zimezungumzwa pale Mwembe Yanga umezisikiliza? Ndio tunaanzia hapa. Hoja zao zina hoja? Hoja hazina hoja. Sawa, hoja hazina hoja kwa sababu hoja zao zimeelemea sana katika kumkandamiza nani? Kumkandamiza Jairut ambaye ndio nini? Mzabuni wa nini? Mzabuni wa jezi.
Mimi nadhani kipindi hicho kwa mwana Simba mwenye akili sawa, ni kumpa sifa na kumpa maua yake Jairut. Ndio ilikuwa kazi ya wana Simba, yani kumpa marriage Jairut ili aweze kuendelea kututendea mambo makubwa zaidi kuliko haya aliyofanyia yatenda. Leo nadhani kuanza kumfanya nini, kumdismiss, yani kumdogosha, kwa kifupi Waswahili wanasema, yani kumdogosha Jairut na kumvunja nguvu asiweze kuendelea kuwafanyia mambo mazuri watu wa Simba. Si umeelewa? Zimepita zabuni nyingi sana ndani ya Simba Sports Club. Yani wazabuni wengi wa jezi wamepita. Amepita All Sport. Alianza All Sport milioni 300 mpaka 600 aliishia. Akaja Vunja Bei bilioni 1. Si umeelewa? Akaja nani? Akaja Sunderland bilioni ngapi? Bilioni 2. Si umeelewa? Sasa hivi ameingia mwamba Jairut bilioni 6.7. Vitu ni kwa kubwa. Si umeelewa? Hawa watu wanne hao tumwangalie sasa nani aliyafanya makubwa ndani ya Simba. Si umeelewa? Huyu mwamba kwanza kwenye pesa ya mkataba kawashinda wote. Pesa ya mwisho tulikuwa tunaiona nyingi, tukamsifia Sunderland, ilikuwa ni bilioni 2.1. Tunamshukuru, tulimshukuru sana Sunderland na tulimwimba sana bwana Omar Sanda. Si umeelewa? Lakini amekuja amepikuliwa na mwenzie ambaye ameweka 3 times. Jairut amekuja kuweka mara 3 ya Sunderland ambayo ni bilioni 6 na point, ambayo kwa miaka 5 ni bilioni 38 na point. Sijui umeelewa? Ambayo hela yake ndani ya miaka 5 imeizidi hela ya uwekezaji ambayo ni bilioni 20, ambayo haina duration kwamba inaishia lini. Sasa huyo mtu wa kawaida huyo, hivi unavyofikiria atapendwa? Watu waliokuwa wadhalimu ambao hawaipendi Simba watampenda Jairut? Umeelewa? Hajaishi hapo. Umeelewa? Bado ametoa haja kumsajili mchezaji, kila dirisha dogo amesajili. Msimu mwaka jana, msimu wa kwanza, mwaka wake wa kwanza amemleta Ino Roemba ambaye ndo alikuja kuipa heshima Simba katikati ya kiwanja, alomsababisha Dickson Job mpaka leo yuko hospitali. Sisi wenyewe wana Simba tumemtoa mchezoni Ino Roemba, tumemsababisha mpaka sasa hivi Ino Roemba haeleweki. Si umeelewa? Lakini alikuja vizuri tu, maneno na majungu, kwa sababu mchezaji ameletwa na Jairut. Vita ilianzia pale. Kwa nini Jairut anaimbwa? Kisa ameleta mchezaji mmoja. Issue ni kuimbwa. Issue ni marriage. Ameonekana Jairut, wana Simba sasa washampokea, wamemweka vifuani mwao, ndio majungu haya yameanza. Sijui umeelewa? Hajaishi hapo, ameahidi gari. Watu wakawa wanasema Jairut hana uwezo wa kuleta gari. Hawa machawa wakasema Jairut hana uwezo wa kutuletea gari, anatuongopea. Kina Muhindi, kina Mzee Marinyi, watu walikuwa wanazungumza hayo, wakiambatana na watu wa Yanga. Wote wanasema Jairut hawezi kuleta hivyo vitu. Mwisho wa siku Jairut jala kuileta gari. Ametofautisha Simba na timu nyingine zote. Sawa? East Africa, East and Central, hakuna timu inayotembelea ili zaidi ya Simba na Azam tu. Na Jairut aliniambia kwa nini Azam ni timu ndogo lakini inatembelea gari bora kuliko Simba Sports Club. Akasema naenda kuitofautisha Simba na timu zingine zote. Sikubali, ndo akatuletea Elizlaz. Umeelewa? Wakaanza kulidogosha hao kina Muhindi, wakawa wanasema ile Islam si nini, mambo kibao mbovu, si kitu gani. Islam imetoka mpya, tumeletewa airport pale. Imekuja kwa mara ya kwanza pale, imebeba wachezaji. Tukatembea nao kwenye paredi. Ile imefanya nini? Imeisha. Wameelea kwenye jezi. Jezi zimeletwa ni jezi bora kuliko jezi yoyote. Umeelewa? Yenye chata ya dola. Tatizo dogo tu. Kisa mtu mmoja eti amekosa saizi yake ya jezi. Alianza akaita presi, akaanza kuongea ujinga. Jairut si mkataba umemshinda kwa sababu hajaleta jezi ambayo inanitosha mimi. Sasa who are you by the way? Wewe unakula ovyo, wewe unajaa matumbo ovyo wewe. Mbona sisi zimetutosha? Mimi ni mrefu 56 wewe. Lakini jezi imenikaa tena na baraji. Lakini wewe sasa umekosa jezi. Ulitakiwa ufuate taratibu.
na ukaambiwa kabisa hizi jezi zilikuja ni chache, kwa sababu mwaka jana 3XL nyingi zilifanya nini? Zilibaki pisi 75. Mimi kwa macho yangu nimezishuhudia jezi zimebaki. Kwa hiyo nimepunguza kuleta 3XL nyingi, nimeleta 2XL. Umeelewa? Lakini subiri jezi utapata, akaambiwa. Na kweli zilivyofika mimi nikapigiwa simu, mwambie Muhindi aje. Nikampigia akaenda sawa kwenye makao makuu ya Jairut Investment Company Limited. Akaenda pale akapewa jezi 3 free. Hakulipia chochote. Hajalipa hata 100 na nauli akapewa. Mimi shahidi, na nauli alipewa. Jezi 3 kapewa. Umeelewa? Akajaribisha pale na akamsifu Jairut. Sijui umeelewa? Alimsifu Jairut na akatoa sifa nyingi pale. Live kabisa kwenye mitandao ikatapakaa. Cha ajabu tunashangaa wamebadilika tena. Lakini sisi tunakijua kinachowabadilisha ni nini. Haya mambo yana mambo haya. Hapa kuna pande mbili zinapigwa vita. Anapigwa vita Jairut, wanapigwa vita mainfluencer ambao wamekuwa used na Jairut katika kusambaza na kukamata jezi fake. Si umeelewa? Kwa hiyo wao wamekuwa ni kitumio, wanatumika katika kuvunja nguvu ya wanasimba ambao wanamsupport Jairut. Watu wasinunue jezi fake, tununue jezi original. Ina maana kuna watu wana biashara zao za jezi fake. Imewauma sana swala la Jairut kutapakaza mainfluencer Tanzania nzima, katika kila mkoa, katika kila center, ili kuweza kukamata jezi fake. Wa kwanza kukamata jezi fake nilikuwa ni mimi GB64. Nilipigiwa simu nyingi sana za vitisho. Si umeelewa? Wewe unajifanya Simba ya kwako. Si unajifanya nini? Wewe Jairut baba yako. Si hapana. Umeelewa? We did this because of Simba Sports Club. Tunafanya haya kwa ajili ya maslahi ya Simba. Sio kwamba tunamkomoa Jairut. Jairut amewaahidi Simba vitu vingi. Sasa kama hajauza jezi, watu wanavaa jezi fake, yeye anawezaje kutekeleza hizo ahadi alizotuahidi? Ni ngumu sana kumpata mzabuni wa jezi anayefanana na Jairut. Ngumu. Yaani hajawahi kutokea East Africa hii na Central. Hajawahi kutokea mzabuni wa jezi ambaye anatekeleza mkataba wake kama Jairut. Kwanza mkataba mkubwa wa jezi ni wa Jairut. Wewe leo tu unasema eti ana hela ndogo, sijui nini, mkataba umemshinda. Jairut ameingia mkataba na rais wa Rwanda na Burundi kutengeneza jezi za timu ya taifa ya Rwanda na Burundi kuelekea kwenye AFCON. Jairut ameingia mkataba na rais wa Rwanda kuzitengenezea jezi timu za nchi yake. Lions Sport pamoja na APR wote wanatengenezwa jezi na Jairut. Leo unapoangalia Lions Sport wanavaa jezi zinazotengenezwa na Jairut. Jairut ameiheshimisha Simba. Kwa mara ya kwanza tunavaa jezi inayotengenezwa miongoni mwa kampuni 5 bora duniani. Yaani Diadora, Nike, Puma, Adidas na Umbro. Jairut ameenda kuingia kwenye kampuni ya Diadora, ndo anaitengenezea Simba jezi. Unaona Diadora hii? Lini tushawahi kuvaa? Afu leo unakuja kirahisi tu, Jairut mkataba umemshinda, eti sijui nini sijui kitu gani. Jairut unamjua mwaya vizuri wewe. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili. Kwanza kuna kuwapiga vita wale mainfluencer waliopata ajira kwa Jairut. Yaani wamepata riziki. Kuna vita ya kiuchumi hapa. Hawa waliozungumza wote mtafute hata mmoja ambaye yupo katika hii program ya chaka tu chaka. Wote hawapo, si ndio? Si umeelewa? Hawa mainfluencer wanapigwa vita kwa kazi wanaoifanya ya kukamata jezi fake. Kuna watu tushazidia riziki zao. Jezi zao ziko kwenye magodauni, wamezificha. Hawawezi kuzitoa kwa sababu zikitolewa zinakamatwa. Kila mechi ya Simba mainfluencer wapo. Nimepeleka vijana wangu wako Bukoba. Mimi ninaumwa sikwenda, lakini ya Mwanza nipo. Bukoba umeona shughuli iliyofanyika kule. Sasa nafikiri mtu atampenda huyo. Vita ya kiuchumi ni ngumu. Ni afadhali upigane vita ya gobole au bunduki au ngumi mtu akupiga kuliko vita ya kiuchumi. Ni silent war. Kwa hiyo hawa sasa, hawa tu 20, maana sisi tuko 20. Na sio kwamba Jairut amepiki tu amechagua au nini. Jairut ameangalia wewe ni influencer kweli?
Una watu wangapi kwenye Instagram? Una ushawishi? Je, una